Shalom, shalom, peuple de Dieu, Bwana Yesu asifiwe. Habari zenyu watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nakuja tena kwenyu, mimi ndugu yenu tena, mwinjilisti Pastor Gloire. Nakuja mbele zenyu tena katika wakati huu, kuwaletea ujumbe ambao Bwana amenipatia. Wakati nakuja mbele zenyu, kwa sababu tuko katika Nouvelle Alliance de Jesus Christ, agano jipya la Bwana Yesu Kristo. Ndugu yangu, Mungu anakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya mahali popote unakopatikana majira kama na haya. Nakuja mbele zako tena kukutangazia habari njema ya Yesu Kristo. Aya yetu ya siku ya leo ambayo tutasoma mimi na wewe siku ya leo inatoka katika kitabu chetu cha Samueli sura yake ya 2 mstari wa 11. Inasema, kwa ajili ya dhambi za siri. Dhambi za siri zina madhara sana katika maisha ya mwanadamu. Achana na dhambi za siri, hazitusaidie kitu. Nasoma andiko letu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuomba tuwe pamoja katika majira haya wakati tuko katika madhabahu. Tuwe pamoja ili tushee neno hili lipate kwa baraka katika maisha yetu katika wakati huu. Nasoma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Andiko kitabu cha Samueli wa 2 sura yake ya 11 mstari wa kwanza. Naanza katika mstari wa 2. Na ilikuwa magharibi, Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya nyumba ya mfalme. Toka dari akaona mwanamke akioga, na huyo mwanamke alikuwa mzuri sana kutazama. Daudi akatuma na kuuliza habari ya yule mwanamke mmoja, akasema, huyo si binti ya Seba, binti ya Eliamu, mke wa Uri Mwiti? Daudi akatuma wajumbe, akamtoa akakuja kwake, akalala pamoja naye, kwa maana amekwisha kusafishwa uchafu wake. Akarudi nyumbani mwake. Mwanamke akachukua mimba, akatuma kumwambia Daudi, akasema, nina mimba. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ya siri ina madhara sana. Daudi alikuwa na wanawake, na Daudi mpaka huyu Daudi ni yule aliyekimbizwa na Sauli, aliyepigwa vita na Sauli, akakuwa naona Sauli anamuonea sana. Lakini wakati ilifika wakati yake, akatamani mke wa mtu mwingine. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alimtamani mke wa Uria, akatamani awe mke wake, na Daudi kwa sababu tamaa ilimwakia, akatamani mke wa Uri, akapenda aukuwe mke wake pia tena, akalala naye, akatuma wajumbe. Ni tamaa ilimtuma. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Daudi akaamua kutuma wajumbe wamlete, akalala naye na akampa mimba. Shetani alivyo mjanja, anatumia maisha yako katika vitu vya kukupendeza we, lakini havimpendeze Mungu. Siku yote unavyoishi ukiwa unapenda kujipendeza, lakini haumpendeze Bwana Mungu wako, unafanya kazi bure. Daudi akaingia na tamaa, hadi akaingia na moyo ya kukamata Uria, kumtuma vitani ili afe, abaki na mke wake. Haleluya, haleluya. Kila mtu mwenye anawaziaka mwingine mabaya, unapopangia mwingine mabaya, unaweza tengeneza njia mabaya kwa ajili ya mtu, lakini Mungu wa mbinguni anaona maisha ya sirini.
Unaweza kuwa unatembea katika hali ya ulevi kwa siri, haujue maisha yako inaenda wapi. Ndugu yangu, dada yangu, nakwambia kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, maisha yetu ni maisha yenye tuko naenda ndani, hatujue tunaenda wapi kama hatuna Yesu Kristo. Usipokuwa na Bwana Yesu Kristo, shetani anakuotea. Kumbuka kwamba Uria alikuwa na mke wake, lakini Daudi alikuwa na wake zake, lakini akatamani mke wa Uria mmoja. Zambi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Akatamani mke wa Uria. Ukiwa na tamaa inayokuakia, kumbuka kwamba zambi inaweza kukufunga. Unaweza kuwa ukitenda zambi leo ukizani kwamba Bwana hakuoni, lakini Mungu anakuona. Hata uifanye usiku na mchana, Bwana anakuona. Hata utembee katika siri za usiku, kuna nuru. Kumbuka hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia, akatenganisha mbingu na dunia, akaumba usiku na mchana, akatengeneza usiku na mchana. Usiku ikawa giza na mchana ikawa nuru. Hata ufanye katika giza, kuna nuru inakuona. Kuna nuru inakuona, ndugu yangu. Lakini mimi sijakuja kukulaumu, sijakuja kukuhukumu, lakini nakuja kukukumbusha kwamba Yesu Kristo bado anakuhitaji urudi katika mikono yake. Ukitubu tu na Bwana anakuokoa. Ukitubu tu, mtu wa Mungu, na Bwana Yesu Kristo anakuokoa tena. Daudi ingawa alimtuma Uria akaenda vitani, Uria akakufia vitani, akaamuru kwamba wamweke mbele ili afe, achukue mke wake. Tamaa za sirini zinaponza. Haleluya, haleluya. Unaweza kuwa unafanya uchawi wa sirini, unajichua kwa siri. Kijana, unajichua, unatembea na sabuni katika begi lako na mafuta ili kujichua, lakini unasani Bwana hakuoni. Maisha ya siri inaua. Leo nakutangazia ndugu yangu, tambua kwamba ikicha asubuhi tunaanza hesabu 6 mpaka inenea 24, siku inaisha. Maisha ya mtu iko kashe par 24 seulement. Maisha yako yote inakuwa kashe par 24. Ndo nakutana, kuna wale wanakufa 4, wengine 3. Maisha yetu yote ni 24. Hatutambukake tufike 25, 28, 29. Hakuna kabisa. Ndio pale tukijua ile siri ya wakati yetu, hatuwezi fanya wakati ya kutembea na maisha ya zambi ya siri. Usipende maisha ya zambi ya siri. Maisha ya zambi ya siri inaua, inatia. Kuna wazazi waliotutangulia walitembea katika maisha ya zambi ya siri. Sisi leo tumekata shauri ya kumfuata Yesu Kristo. Tunajua neema ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Basi nakuja mbele zako wakati huu. Yesu ameniambia murudilie, Bwana atakuokoa. Wakati Daudi alikubali zambi zake, akamua kwenda kutubu. Na leo nakupatia andiko ili upate kutambua wakati Bwana nakurumia, Bwana nakupenda. Chukua kitabu cha Zaburi, chukua andiko ya Zaburi 55 3 a 4 kuendelea mpaka 10. Mungu akubariki sana. Ama unaweza kuongeza andiko lile la Samuel 12, Samueli wa pili sura yake ya 12 hadi mstari wake wa 9 ama 9 kuendelea mpaka 13. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuongeza pia nyongeza wepeke andiko lile la Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 9. Mungu atubariki sana. Unaweza kuongeza andiko lile la Mathayo. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe.
Andiko lile la Matayo 27:27 mstari wake wa 4, Wakorintho wa pili mstari wake wa 7 hadi 10. Tasoma. Mungu akubariki. Basi ninaomba Bwana kutie nguvu, usirudi nyuma tena. Leo Bwana anakuita, rudi kwake, atakuokoa. Ni kama mwana mpotevu alivyotambua makosa yake, akaona haiwezekani abaki kule. Wakati yengine unaweza kuwa unalia paske haujakuwa na uhitaji. Neno ya Mungu inasema mwana mpotevu alipohitaji akatambua kwamba kuna sehemu alitoka. Na wewe ukikuwa sasa hivi unahitaji, Bwana anakuita, rudi kwake, atakuokoa. Mungu atakuumbia maisha mapya. Acha dhambi ya siri, acha kuharibisha maisha yako. Acha dhambi ya sirini, inaua. Tunaweza leo tusikuone. Unaweza kuwa mwimbaji, unaimba vizuri, unaomba vizuri, lakini bado unaendelea ndani ya dhambi. Na Mungu anasema mrudie, atakuokoa. Sijakuja kukuhukumu. Soma andiko la Zaburi 51 kuendelea mpaka 10. Mungu akubariki. Sijakuja kukuhukumu, lakini nakukumbusha unaweza kuwa mhubiri mzuri, unahubiri vizuri, lakini kama ukingana dhambi ya siri, bado unakuwa ni kilalo ya kuvukisha wengine wanavuka ngambo, wewe unabaki kilalo tu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa mwimbaji, unaimba pia vizuri kabisa, watu wanafurahi, wewe unaimba vizuri, lakini hata uimbe vizuri, kama wewe tu haumpendeze Mungu, bado wewe ni kilalo tu. Unaweza imba vizuri kwa sauti nyororo, lakini kama bado na dhambi ya sirini, leo Yesu anasema bado neema iko. Basi ninakuomba ndugu yangu, neno hili ni kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Lazima tufuate neema msalaba. Basi kama uko tayari kumpatia Bwana Yesu Kristo maisha yako, utajibu hapo kwenye comments, ili tupate kumwomba Mungu akupatie neema na nguvu. Nitaomba wote ili Mungu atupatie moyo ya toba, ili Mungu atupatie moyo ya kujua tunafanya nini, ili Mungu atupatie moyo ya kutambua makosa yetu kabla tujaingia kwa mchanga. Ukifa leo na bado na dhambi ya sirini, utaenda wapi? Tubu ndugu yangu, tubu kwa Yesu, uone msalaba. Tubu uone mbingu, tubu uone neema ya mbingu. Hatuwezi acha dhambi kwa sababu ya kifo, lakini tunaacha dhambi kwa sababu dhambi tu ni mbaya. Sio kwamba tunaacha dhambi kwa sababu dhambi, eti kwamba mimi ninaacha dhambi kwa sababu wameniambia kwamba dhambi ni mbaya. Sio hivyo, hapana. Unaacha dhambi kwa sababu tu dhambi ni mbaya. Ina madhara makubwa. Inaweza ikapandwa hata kwa kizazi chako. Inaweza isipokutesa wewe, itatesa hata wanawe, itatesa hata watoto wako, itatesa hata vijukuu na vitukuu. Sasa okoka ndugu yangu. Mungu atubariki. Asante sana, na imani kwamba Mungu anakupenda. Basi kumbuka, hii ni Nouvelle Alliance de Jesus Christ. Nikikuomba ndani ya channel hii, bado tuko mwanzo. Unajua makubwa yanakuja mbele kwa neema ya Mungu. Sisi tunakuomba wakati huu uzidi kushare na kucomment katika channel hii. Zaidi sana ujiabone sana. Naomba ujiabone ndani ya chaine hii porque tuendelee kuimarisha umoja ndani ya Yesu Kristo. Asante. Mungu atubariki sana watu wa Mungu. Tunashukuru sana.